Ulimwengu wa leo huu watu hawajali afya za watu wengine. Hata ninyi wenyewe pengine huenda ni wafanya biashara. Kuna mwingine anafuga labda kuku, anasema anafuga kuku wa nyama. Hawa kuku ninaofuga hawa sio wakula mimi, ni wakuuza, kwa sababu nitawapa madawa haya na haya na haya. Hata madawa yale ya kurefusha maisha ya kama mimi mtu ameathirika na ukimwi yale nani ARV, mtawalisha tu kwa sasiri. Mimi nauza, lakini nina dhamiri kweli hapo. Alafu nauza hivi, nitaweka nanasi hizi ziende haraka haraka ziwe nene hivi, alafu nipate zaidi. Lakini shamba hili la kuuza, shamba hili ndio la kula na familia yangu. Ndio ulimwengu ulivyo saa hizi, na hili ni tatizo. Na sasa namna ya kuishi katika ulimwengu huu bila kuwa na Yesu ni tatizo kubwa, hatuwezi kufika popote. Ndio maana tunamhitaji Yesu. Ndio maana katika shida hawa mitume wanapotaabika na hofu zao zile, ndipo sasa wanakuja kutambua nani yule anayekuja. Yule mzimu wanapiga kelele na hofu zinawajaa, na mtu aliye na hofu hana amani. Ambaye hana amani si tu katika hofu hiyo kwamba anaangamia, lakini vile vile kama na adui yako au ni jirani, utakuwa unajifikiria amebeba kisu, ana bunduki, atataka kunimaliza. Kwa kama yuko nyuma yako kila mara unaangalia, asiye kama amenyosha mkono, huna amani. Lakini pamoja na hayo, naangalia katika maisha haya, nasema sasa nini kitanipa amani mimi? Nikuwa na hela nyingi, nikuwa na vitu vingi. Na kama ninakuwa na hela nyingi na vitu vingi, kwa nini naweka walinzi 100? Sasa nina wasiwasi kwamba kuna mtu mwenye nguvu zaidi yangu ataninyang'anya. Sasa kama naweza kanyang'anywa, hicho ambacho naweza kanyang'anywa kitanipa furaha ya kweli? Kitanifanya mimi nijisikie vizuri? Hakuna. Kwa mwisho wakati lazima tuangalie mbele. Hawa mitume hawa walipokuwa wanaangalia, ni Yesu mwenyewe anatembea katika bahari, juu ya bahari anatembea. Wana hofu, lakini yeye anatembea na waendea hofu sana. Anajitambulisha, ni mimi, msiogope. Maanake kujitambulisha huko kunaonyesha umungu wa Kristo mwenyewe. Yesu ni Mungu, ni mimi, kama wanavyo ego eimi wale wa Kigiriki. Sasa ego eimi ni kama sasa ni mimi, I am. Na hii tukisikia I am, ni mimi, inaturejesha katika Agano la Kale tunaposoma kitabu cha Kutoka, pale ambapo Musa anatumwa kwa Farao, na anasema nikienda pale niseme ni nani wewe ambaye unanituma? Sema ni mimi niliyepo, ni mimi, yani Mungu. I am who I am. Ndio kawaambie watu jina langu hilo ni I am who I am. Ndio kawaambie watu hao. Kwa sasa tunapoona sasa ni mimi, msiogope, wale waweze kutafakari, waweze kutambua umungu wa Yesu Kristo. Wanapomwona na wajia ni mimi, muwe na amani. Ninawajia katika maisha yenu. Nipo na ninyi katika ulimwengu huu, nipo na ninyi katika bahari hii, pamoja na dhoruba zote hizi, nipo na ninyi, msiogope, ni mimi. Katika maisha yetu wakati fulani anatuambia watu, wewe tunasema toka zako, hatumpokei tena, hatuna habari naye, hata ni mimi, usiogope, lakini bado anasema ndio maana tunatangatanga kwa sababu dhamiri zetu zinakuwa zimepotea. Kwa tunatangatanga. Mimi ni Mkatoliki, nina imani yangu Katoliki, nimepata mafundisho ya Katoliki,
inakomunika, napata sakramenti zote, lakini mtu anatoka hewani tu anakuja kunishambulia mimi. Anaponishambulia mimi tayari napoteza mwelekeo, naondoka. Yesu anajaribu kusema we ni mimi, usiogope, mimi nipo hapa, lakini unakosa amani kila wakati. Na ndio maana tulipokuwa katika adhimisho la siku 3 za Kipasaka zile, tulipoanza na Alhamisi kujioni pale, Yesu anaanzisha Ekaristi Takatifu, na tutakutana naye katika Ekaristi Takatifu. Na kwa sababu hiyo nina matatizo, nina shida zangu, pengine familia inanisumbua, ni uchumi, watu wananisumbua, niende nimshirikishe Yesu wa Ekaristi, niseme atasema njoo kwangu. Ndio maana anatuambia hata wakati fulani ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 11, njoni kwangu ninyi nyote mnaoelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitwikeni nira yangu, mjifunze kwangu. Achaneni na mafundisho ya ajabu, yanawapotosha, mnakosa mwelekeo. Mimi hapa nitawatuliza, nitawapa kitulizo, anatuambia.